Picha linaanzia hapa, kila kona helikopta kama zote. Wazee wa kazi wamechafukwa kinoma, wako na mashine nzito nzito. Hii yote ni kwa sababu ya huyu jamaa. Jamaa amefanya nini? Ngoja tuanzie hapa. Huyu jamaa anaitwa Matt. Huyu ni fundi wa magemu, yani wale watu wa kutengeneza magemu, kuyatengeneza na kuyaprogram. Sasa ili uelewe vizuri, kuyaprogram magemu IT fulani hivi noma sana. Sasa siku moja jamaa anapata kazi ya kudesign game, alafu inambidi aende Mexico, New Mexico kwa ajili ya kwenda kutengeneza magame. Bas, jamaa anafika hapa airport kwa ajili ya safari yake, anakuja mpaka hapa VIP lounge. Anakutana na huyu jamaa anaitwa Tony. Tony anamwambia cha ushamba wewe, hapa VIP alafu kwa ajili ya kusubiri ndege unaagiza maji ya kunywa wewe. Embo, njoo huku. Umeona mambo haya? Bas, Tony akamchukulia Matt bia. Basi Matt akanywa. Bwana akalewa kinoma. Akiwa hapa anaendelea kusubiri ndege, hapa tunaona kama Tony anamwekea kitu fulani hivi kwenye bia. Sijui ni nini. Baada ya masaa 5, Matt anaamka ndani ya ndege. Yuko hoi bala. Anashangaa, nimeshafika kwenye ndege. Bas, akiwa hapa anashangaa matangazo ya ndege yanasema, muda sio mrefu tutakuwa tunatua Acapulco. Acapulco gani? Jamaa anashtuka. Jamaa alikuwa anaenda New Mexico. Alafu ghafla anashangaa akiwa kwenye hii ndege wanatangaza kwamba muda si mrefu ndege itakuwa ina land Acapulco. Jamaa akahisi anaota. Akapagawa. Ila ndo hana namna, na sasa ni kweli kabisa ndege inashuka hapa Acapulco. Lakini anashangaa imekuaje? Anapiga simu, anaongea na jamaa ambaye alimpa dili la kutengeneza magame kule New Mexico, ambako yeye tayari kashachanganya. Badala ya kwenda New Mexico amekuja huku Acapulco. Ili kwa mfano kwa Watanzania, badala mtu aende Dar es Salaam anaenda Mbeya, ama kwa Wakenya badala mtu aende Nairobi anaenda Mombasa. Umeona? Lakini ni ghafla anashindwa kuelewa imekuaje. Yeye hakupanga kufanya hivyo, ila ghafla tu imekuaje? Mbona haelewi? Ni kwamba tu vile alilala pale VIP, ghafla anashtuka kwenye ndege inayoelekea Acapulco, wakati yeye alikuwa anaenda New Mexico. Umeona mambo? Basi yule jamaa ambaye alimpa dili la kuja New Mexico akamwambia, mimi nilikwambia uje New Mexico, sio huko Acapulco. Basi jamaa anazidi kuchanganyikiwa. Akiwa hapa airport akasema okay, haina noma. Akaanza kutafuta tiketi za kubadilisha, yani atoke sasa hapa Acapulco aelekee New Mexico ili aende kuendelea na lile dili lake la kutengeneza magame. Lakini akiwa hapa anaomba tiketi, alafu wahudumu wa hapa wanamwambia tiketi zilizopo ni kwa ajili ya kesho, yani hauwezi kuondoka leo. Jamaa anasema sasa hapa anafanyaje? Lakini sasa hamna namna. Okay, akakubali. Alafu akapewa compliment voucher kwa ajili ya kwenda kwenye hotel fulani. Ujue kuna kampuni za ndege ambazo ukiwa unasubiri tiketi wanakupa compliment voucher, yani ni kama wanakupa hifadhi ya sehemu ya kulala bure ama kwa gharama ndogo. Umeona bwana mambo. Kwa jamaa akapewa compliment voucher ya hotel moja hapa kwa ajili ya kusubiri ndege kesho. Bas, sasa jamaa akiwa anatoka hapa, kuna hii jamaa inamtizama balaa, alafu inaanza kumfuata. Jamaa anafika mpaka hapa hotelini, akiwa ndo anaingia kuna hawa jamaa wanamsimamisha. Jamaa wanajitambulisha kwamba wao ni masia yeye na kuna kitu inabidi wajue kutoka kwake. Basi wanamchukua Matt kwa nguvu hapa, wanamleta mpaka huku. Wanamwambia leta hiyo package. Package gani? Jamaa anasema bora sielewi. Anashangaa. Ile majamaa anamwambia leta hiyo package. Hiyo package iko wapi? Sasa Matt anazidi kuchanganyikiwa, package gani tena? Bora sielewi. Kwa sababu yeye hana mzigo wowote ambao ametumwa. Yeye alikuwa anaenda kutengeneza magame, na hata huku alipokuja amekuja kwa bahati mbaya, alikosea ndege. Sijalikoseshwa, lakini alijikuta amekosea ndege. Sasa hiyo package gani tena? Alafu anashangaa akiwa hapa anakuja dada mmoja hivi, alafu anamuita kwa jina kabisa, anamwambia Mati. Huyo mrembo anaitwa Adriana. Ila Mati anashangaa, mbona huyu dada mimi simjui, hajawahi kumuona. Alafu dada anamuita jina lake kabisa, Mati. Unajua zile. Anakuja mpaka hapa, alafu anamkisi mbele ya wale majamaa. Basi Mati anazidi kuchanganyikiwa, huyu ni nani tena? Simjui, ananikisi, ananiita jina, alafu bora sielewi. Wakati huo jamaa yuko hapa, hamjui yoyote, hamfahamu yoyote katika wasio huyu dada, sio wa majamaa. Hakuna anayemjua. Afu tena wanamuomba package. Wanamuomba mzigo gani? Jamaa anazidi kuchanganyikiwa. Noma. Cha ajabu zaidi, anashangaa huyu dada anamuita mchumba. Anamwambia tukimbie. Alafu ile jamaa inaanza kuwafukuza. Kwa hiyo Mati anaungana na huyu dada, wanaanza kukimbia. Lakini hajui huyu dada ni nani na kwa nini anamwambia wakimbie, alafu anamuita mchumba. Hivi unajua hata ingekuwa ungechanganyikiwa sana. Noma. Basi bwana, ile jamaa ikaanza kuwafukuza. Ila jamaa haelewi shida nini, lakini kwa sasa hivi inatakiwa tu ajue kwamba hayupo salama. Lakini pia kwenye mikono hii ya huyu dada, anamkimbiza, wanaingia kwenye gari. Huyu dada ana balaa, anaendesha gari kama anacheza game kwa namna fulani hivi. Kama wale majamani watu wabaya, basi huyu dada ndo mikono salama sasa. Lakini ni nani na kwa nini anafanya hivi? Basi hapa kwenye huu mji mwanangu, kila kitu inakuwa ni moto balaa. Amechafuka kinoma, ni magari, jamaa wanafukuzana kinoma, wanamfukuza Mati, wanataka package. Package gani? Mati mwenyewe hajui package ya wapi, yani hajui chochote.
hawa watu hawajui, hata huyu dada anayemsaidia hamjui, wanazidi kuchanganyikiwa. Hii jamaa inazidi kuonekana inajaa upepo na makundi tofauti tofauti yanazidi kumjadili Matt. Tena hawa ni viongozi wakubwa kabisa wa serikali na Tony akiwa miongoni mwao, yule Tony ambaye alikuwa kule na Matt kule airport. Basi wanafika paka kwenye hii hoteli hapa. Adriana anamwambia Matt kwamba ili ubaki kuwa salama, fuata maelekezo yangu. Anamwambia usitoke humu ndani, mimi nakuja. Bwana. Matt akiwa hapa anampigia Tony simu. Huyu Tony ndio yule jamaa ambaye Matt alikuwa naye kwa mara ya mwisho airport, wakawa analewa kule kama unakumbuka. Umeona mambo haya. Na inavyoonekana huyu jamaa ndo amemchezea Matt mchezo. Na hata hapa ambapo Matt yupo kwa sasa hivi hakuna anayejua yupo, lakini baada tu ya Matt kumwambia Tony kwamba baada ya kuchanganya ndege na kila kitu, sasa hapa imetokea huku 1 2 3 jamaa wananifukuza, alafu hapa nipo sehemu fulani, akamuelekeza ni sehemu alipo. Dakika 2 nyingi ile mijambalika inafika tena hapa. Kwa maelekezo ya nani? Manake lazima Tony atakuwa anavujisha nini? Atakuwa anavujisha story, si ndio? Wa jamaa wangejuaje kama Matt yuko hapa? Basi bwana, purukushani zinaanza upya tena. Wanachokitaka ni package, na hiyo package Matt hana na hajui iko wapi, hajui ni kitu gani, hajui ni nini, ila jamaa wanataka package. Wanaotaka hii package wanazidi kuongezeka, alafu wote wameelekezewa kwa Matt kwamba ndiko kwenye hiyo package, ila jamaa anazidi kushangaa kwamba hii package mimi sina. Sasa na huyu tajiri mwingine naye anaitaka hiyo package. Matt akaona sasa hii ni balaa, anakuja kujiripoti polisi kwamba sasa jamani, mimi nimepotea. Halafu mambo yanazidi kunichanganya na changanyikiwa hapa, sielewi niko wapi, na kuna watu wanataka niwape mzigo wao ambao mimi sina. Dakika moja mbele Adriana anamfuata hapa, anamchukua. Ile kumchukua tu na ile mijamaa inafika, purukushani zinaanza upya, kila kona wanazinguliwa kinoma. Adriana anajaribu kumtetea Matt hapa, lakini ghafla anakuja huyu jamaa mwingine anaitwa Hama. Hama anawasaidia Matt na Adriana, anawaua wale majamaa. Ila pia huyu jamaa naye anaanza kuulizia tena package. Kumbe tena huyu jamaa ni fake, anajitambulisha kwamba yeye ni CIA lakini sio. Adriana anamuuliza swali fulani vile mtego, jamaa anashindwa kujibu. Kumbe huyu jamaa sio CIA kama alivyojitambulisha, ila Adriana ndo CIA. Matt kujua hivyo kidogo akawa comfortable, ila anauliza sawa, wewe ni CIA lakini umefuata nini kwangu? Mimi ni mtu tu fulani wa kawaida ambaye anatengeneza magame. Umeona mambo haya? Noma. Basi jamaa endelea kwanza hiyo package ambayo jamaa wanaitaka ni ipi? Ila wakiwa hapa ndio sasa Matt anajua kwamba Tony ndo amemchoma. Kumbe yule Tony jamaa alikuwa CIA afu wakala njama na magaidi. Wana mambo haya. Sasa wakiwa hapa anakuja huyu dada ambaye na yeye naye ameagizwa package. Adriana anajitetea, anamweka kando huyu dada, alafu anampa Matt bunduki, anamwambia acha. Alafu sasa huu ni muda wa kujitetea. Rafiki yako amekusaliti, amekubadilishia ndege baada ya kukupa madawa ya kulevya au pale mlivyokuwa mnakunywa zile bia. Sasa inabidi upambane, acha ujinga ili uwe salama. Basi jamaa wapo kila kona wanaleta shida hapa. Matt anajitetea, akaanza kufuta sasa picha kama vile ambavyo kwenye magame yake anacheza yale magame. Akawateketeza mbaya mbovu hapa, noma. Ila mbele anakutana na hawa jamaa wenyewe, nao wanatafuta package, ila wao sasa ni tofauti, wanafahamiana na Adriana. Hilo safi, wakawaachia wakasepa. Alafu cha kushangaza sasa, yote yanaendelea, lakini Matt alivyokuwa mjinga, yeye akili yake inamuwaza kweli Adriana. Anaona sasa baada ya haya mambo sisi tunaenda kuwa wapenzi, kama kweli watakuwa hivyo, lakini yeye anawaza tu, akimwangalia hivi anaona makopa. Noma. Wanakuja mpaka huku, ila sasa bado wanawindwa balaa. Purukushani zinaanza upya tena, jamaa kila kona wanataka package, ila ujue si package ni nini mpaka sasa hivi. Sasa wanakuwa hawana namna, ni kujitetea tu. Noma, wale jamaa wanamteka Adriana na Matt, wote wanachukuliwa. Makundi yanazidi kuchanganyikiwa. Wao wameelekezwa kwamba package mnayoitaka ipo kwa yule mtu. Wakifika kwa yule mtu naye anasema mimi hiyo package sina. Na wenyewe wanazidi kuchanganyikiwa. Lakini kikubwa ambacho tumekiona mpaka sasa hivi, huku kupotea na mkanganyiko wote umempelekea kidogo Matt amekutana na mtu akaanza kumpenda. Ndio cha muhimu mpaka sasa hivi. Sasa hawa jamaa wanakuja huku, wanamwambia jamaa kwamba ili kusolve mambo, kwa sababu Tony ndio anayesema kwamba huyu jamaa ndio mwenye package, na anasema yeye ndiye amempa Matt mzigo. Sasa Matt anasema hana, ila hii siku ya leo wakiwa hapa hawa jamaa wanamwambia kwamba Tony aitwe. Basi wakati huo Matt akaenda bafuni. Alivyoenda bafuni akiwa anajiweka sawa, kwa sababu jamaa hajapataga hata muda wa kuoga. Ndio leo sasa akiwa anajiweka sawa, sasa anaoga hapa mgongoni, anaona kama kuna kidonda hivi, akahisi labda ameumia kwa zile purukushani, ila kucheki hivi kama kuna kitu ndani. Kutoa hivi ndo anakuta kuna chip kama kidonge fulani hivi kadogo. Kumbe hizo ndio files zenye data nyingi sana za watu ambao ni wakubwa ulimwenguni, ambao wana biashara zao haramu, wana mitandao fulani hivi ya kigaidi, na ndio hiyo package ambayo jamaa walikuwa wanaitaka. Matt kuona hivyo akajua kumbe ni kweli bwana, package yanayo, ila tu ni vile hakujua sasa kama package ni nini. Sasa muda huu jamaa anapata ujasiri, akaamua kuongea na huyu tajiri kwamba tumuite Tony. Kishamuita Tony, alafu tutafanya 1 2 3, kuna plan fulani hivi wanaiweka hapa, sema basi fresh. Wakamuita Tony.
Kumbuke huyu tajiri ambaye ameingia makubaliano na Matt kwamba tumuite Tony, mbali na kwamba Tony alimsaliti rafiki yake, lakini pia Tony ameshakula hela za huyu tajiri mpaka sasa hivi. Umeona? Kwa ndio maana huyu jamaa naye ni jambarika, ila amekubali kwamba Tony aje ili naye aje kumbana hela zangu ziko wapi. Wanapanga plani hapa, alafu wanaenda kukutana na Tony. Tony alipofika hapa anamwambia kwamba ili wawe salama waje na package. Matt anasema hivi, package mimi ninayo ila haipo hapa. Tony anamwambia okay sawa, tuende tuifuate. Wanaenda paka hapa, wanafika hapa, ni kweli Matt anaitoa hii hapa package. Tony anasema okay sawa, ngoja kwanza tuitest. Wakiwa hapa lakini wakati wanataka kutesti mzigo kama hii package ni ya ukweli ama vipi, kundi lingine linafika ambalo lenyewe linaitafuta package. Tayari taarifa wameshaipata kwamba Matt kumbe kweli na package na wakina Tony wameifuata huko. Wakiwa hapa wanajaribu kufanya transfer ya pesa ili sasa wakabidhiane hii package na zile pesa ambazo Tony alikuwa amemuibia utajiri. Kwamba tumalize, Tony amlipe utajiri, alafu Matt ampe Tony package yake ili Tony ile package awape wale makundi mengine walivyokuwa wanataka. Lakini mkumbuke kwamba Matt ni mtu fulani wa IT. Bwana. Wakati wanafanya hizi transfer, kumbe Matt mzee wa magame kashacheza na akili zao. Ile package ni feki. Dakika moja mbele polisi wanafika. Tony ambaye ndiye rafiki yake Matt, mbali na kwamba ndiye amemsababishia matatizo yote haya, amemsaliti, akamwekea madawa kulevya, akamwekea package bila kujua, akamuingiza kwenye msala huu mzito, lakini pia leo anazidisha zaidi, anamchapa risasi Matt. Yani sio tu kumsaliti, ila leo sasa anataka kumuua kabisa. Kamchapa risasi, Matt akaangukia kwenye maji. Sasa zinatawala, watu wanakufa hapa. Basi baadaye uchunguzi unakamilika kwa kugundua kwamba watu wengi sana waliopo kwenye system ndio ambao wanahusika na biashara haramu. Kwa mujibu wa hizi files ambazo zipo kwenye hii hapa package ambayo ilikuwa inatafutwa. Kumbe ndio maana hiyo package ilikuwa inatafutwa na watu wakubwa sana paka wa serikali. Kumbe ilikuwa inabeba siri za watu wakubwa sana, majina ya watu ambao wapo kwenye system za biashara haramu na namna ambavyo wanafanya. Sasa hii package ilibidi ikifika huko iharibiwe ili hao watu wasije kugundulika. Baa zaidi akapewa Matt, alafu ndio akatokea haya yote. Umeona mambo. Lakini mwisho siku tunaonyeshwa hapa kama Matt kumbe hakufa bwana. Kabla ya kwenda pale, kumbe alipewa bulletproof vest na yule tajiri alimwambia, bwana tunakoenda huku ni hatari, inabidi uvae bulletproof vest hapa kwa sababu shauri zako unaweza kusalitiwa. Na kweli bwana, rafiki yake akamchapa risasi. Isingekuwa hii bulletproof, manake jamaa angekuwa ameenda na maji. Na kama alivyokuwa anataka, mwisho wa siku Adriana, kwa sababu yeye ndo CIA alikuwa anachunguza hii kesi, baadaye wanapendana na Matt kweli bwana. Yani jamaa alipita kwenye huu msala kwa bahati mbaya, alichanganya ndege, lakini amekuwa hero, kagundua watu ambao wanahusika kwenye biashara haramu, amepata mpenzi. Cha kujifunza, kuwa makini, acha kuamini watu. Jamaa ameamini marafiki ndio amemsaliti. Haya, sisi tupo. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Hii ni Global Updates.